Haya ni maandamano ya amani yakilenga kutoa elimu kwa jamii ya wakazi wilayani Uvinza mkoani Kigoma kupinga na kukataa uwepo wa matukio ya ukatili dhidi ya watoto, wanawake na hata wanaume. Kata ya Ilagala imepewa heshima na uongozi wa idara ya maendeleo ya jamii wilayani Uvinza kuwa mabalozi wa kulinda watoto na wanawake dhidi ya ukatili na kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kuripoti matukio yanayobainika kwa watu kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Katika mikutano mbalimbali ya kutoa elimu, jeshi la polisi kupitia dawati la jinsia na watoto pamoja na wataalamu wa kada mbalimbali, hasa idara ya maendeleo ya jamii na kitengo cha msaada wa kisheria ngazi ya jamii, wanachukua hatua kuhakikisha wananchi wanapata elimu na kuwa mabalozi sahihi. Tukifanyiwa vitendo vya ukatili vya ubakaji na kulawitiwa, hata kama sio wewe, ni mtoto wako, ni jirani, jitahidi kumwaisha kituo cha polisi. Akishafika mapema kituo cha polisi, atapewa polisi form namba 3 au kwa kizungu tunaita PF3. Hiyo PF3 itaenda kujazwa kituo cha afya. Yule mhanga atapewa dawa au atapewa tiba zitakazomsaidia yeye kwa afya yake. Kwa mfano, kwa mtoto wa kike atapewa vidonge vya kuzuia ujauzito, na pia kutatolewa huduma za kuzuia magonjwa ya kuambukiza. Na kabla hujampeleka hospitali au kituo cha polisi, kuna mambo ya kuzingatia. Kwanza, hakikisha mtoto au wewe mtu ambaye umelawitiwa, unaweza kuwa ni mtu mzima, umelawitiwa au kubakwa, usizinawishe sehemu zako za siri. Na tutakapofungua kesi polisi, kesi itaenda mahakamani. Watu mmekuwa mkituangusha, hamtaki kuja tena mahakamani kutoa ushahidi. Mama fulani mtoto wako alifanyiwa ukatili, njoo basi tusaidie, ushahidi hamtaki. Tena kibaya zaidi, mnaenda mbali, mnaanza kumloga afande anayefuatilia kesi yako. Yaani wafande mko na kielele sana, anafuatilia sana, unaanza kumloga. Unataka mfanye nini? Mnataka tuyamalize nyumbani. Ukishatangaziwa dau, unasema mimi sivitaki vya kesi. Sasa inakuwa ni changamoto, tubadilike. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, baba na mama, tuhakikishe watoto kwenye familia tuwalee vizuri. Na ndio maana kuna ule msemo unasema kwamba samaki mkunje angali mbichi. Samaki kumkunja angali mbichi ndio kile kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 8, kuhakikisha mtoto unamjengea msingi mzuri wa malezi. Ili mwisho wa siku ukishakuwa na msingi mzuri wa malezi kwa mtoto, tutakuja kuwa na jamii ambayo ni salama, na jamii ambayo itakuwa na watoto ambao kesho kishokuta watakuwa ni tegemezi la taifa. Sio kukuza watoto ambao ni masugu au matokeo ya usugu yanapelekea hata mtoto kuwa ndio vibaka hawa, kuwa majambazi, kuwa uwizi. Kwa tuhakikishe wazazi tuepukane na tabia ya kuchapa watoto. Malezi yanaanza chini kwenye misingi, ndiyo maana yanakuwa. Kwa hiyo mtoto akikosa malezi akiwa bado mdogo, akaona ukatili kwao ukifanyika, vita haiishi kwenye familia yake, atayaishi hayo hata kufanya majaribio kwa wenzake, akijua ndiyo mifumo ya maisha. Kwa hiyo mtoto anatakiwa kulelewa tangu akiwa bado mdogo, mwaka 0 mpaka miaka 8, bado anahitaji kuelekezwa yaliyo mazuri. Wananchi wenyewe wakiomba serikali kuchukua hatua za kisheria kwa wale wanaobainika kufanya matukio ya ukatili, hasa kwa watoto na wanawake, ili kutoa fundisho kwa watu wengine. Serikali inafaa kutusaidia sana sisi watoto wa kike, maana wanapotufanyia vitendo vya ukatili hatuwezi tena kupata uwezo wa kwenda darasani na kujifunza vyote ambavyo tunavitaka na kufikia malengo yetu. Kwa serikali wanafunza ambapo au wa mabinti tunapoleta kesi tumefanyia vitendo vya ukatili, watusaidie na kutufikisha sehemu ambapo tunaweza kuwa sisi salama na maisha yetu ili tufikie malengo yetu. Hasa wakina mama kipindi wanapokuwa wanakwenda mashambani, ndio unakuta wanavamiwa, wanafanywa matendo ya ukatili, ubakaji, unaona, mpaka inafikia sehemu wengine wanapelekea kwa mauti. Kwa tunaiomba serikali
kupitia hili au kupitia haya majanga tulionayo itusaidie na itutetee. Idara ya maendeleo ya jamii wilayani Uvinza inasisitiza wazazi na walezi kuacha tabia ya kuwatumikisha watoto, hasa kufanya biashara katika masoko ya usiku, ikielezwa kuwa moja ya sababu watoto kufanyiwa ukatili. Kwa hiyo ziara imelenga kutoa elimu kwa jamii ili iweze kuelewa kwa upana zaidi nini maana ya ukatili wa kijinsia, lakini namna gani ya kujikinga au kuepuka masuala yote ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na nini kifanyike ili waweze kuepukana au kuondoa kabisa tatizo hili la ukatili wa kijinsia, maana limekuwa na athari kubwa. Na wataalamu wameendelea kufundisha aina mbalimbali za ukatili wa kiuchumi, wa kingono, wa kihisia na aina nyingine nyingi, kama vile kutoa matunzo mazuri kwa watoto au malezi mabaya kwa watoto katika familia zao. Kwa hiyo hivi vitendo vyote vinaathiri wananchi kisaikolojia, lakini vile kiuchumi, na vinarudisha nyuma maendeleo ya nchi. Sasa mikakati hii inafanyika ikiwa ni jitihada kubwa za halmashauri kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia watoto la UNICEF, shirika la kimataifa. Wanaunganisha nguvu kwa pamoja, serikali lakini pia na wadau wengine, ili kuhakikisha vitendo hivi vya kikatili vinapungua. Na tumepita katika maeneo mbalimbali ikiwemo magereza kuangalia huduma za ustawi wa jamii zinazofanyika pale na wale wafungwa wanahudumiwa namna gani kupata haki zao. Lakini tumepita mahakama kuangalia kesi za watoto, kesi za wanawake, masuala ya mirathi yanashughulikiwa namna gani. Katika kuhakikisha wanawake wanakuwa salama dhidi ya matukio ya ukatili, idara ya maendeleo ya jamii wilayani Uvinza inahakikisha jukumu la kuwawezesha mikopo wanawake linatimia ili kujikita katika uzalishaji mali na kuwa na kipato cha kuendesha familia na kukidhi mahitaji. Tulipopata mkopo wa milioni 10, tulianza kununua nafaka. Baada ya kurangua nafaka huku tukiendelea na mradi wa kilimo. Baada ya hapo tulipouza tukapata faida. Tulivyopata faida, wamama tukakaa chini tukaangalia tufanyeje juu ya hii faida tuliyoipata kwenye mkopo wa halmashauri. Akawepo baba mmoja nauza nyumba mazingira ambayo ni karibu na soko. Ile faida tukawa tumenunua nyumba. Ile nyumba wakati tunanunua ilikuwa inatumika kwa mazingira ya wananchi kupanga na pia vyumba vingine kwa niaba ya biashara. Wakati tumeinunua kuna vyumba ambavyo vilikuwa havina wapangaji. Baada ya kuona havina wapangaji, wenye viti wa vitongoji wakadufikia ili angalau kabla zahanati haijajengwa, wahudumu kituo cha afya Ilagala wakileta huduma za kliniki wawe wanaitumia, na sisi kwa sababu tuko ndani ya jamii tukawaruhusu. Chumba kimoja wakatumia kupima watoto uzito, chumba cha pili wakatumia kupima wamama wajawazito. Paka sasa tumepangisha, tunapata hela kila chumba, wanatulipa kwa mwezi. Baada ya kuwa tumepata mkopo wa mama, tumeona kabisa mafanikio makubwa. Mimi nimenufaika kwa sababu nimesomesha mtoto sekondari kwa ajili ya kikundi. Nilikuwa nikikopa moja nampa anaenda kunani matumizi yake na michango mbalimbali shuleni, mimi naendeleza kufanya biashara. Alafu baada ya hapo narudisha mkopo. Baada ya hapo nikirudisha nakopa tena. Hivyo hivyo mpaka mtoto amesoma chuo, yuko chuo. Halafu na familia yangu inanufaika. Nimenunua na mbuzi kwa ajili ya kikundi. Nikikopa na kata na nunua mbuzi. Sasa hivi nina mbuzi 8. Kwa hiyo wakina mama wote tujifunze kujiunga na kikundi. Lakini pia tumetembelea kijiji cha Kajeje, kikundi cha kina mama Kajeje, kwa lengo la kutembelea hicho kikundi cha wanawake, kuona namna ambavyo wameweza kujikwamua kiuchumi, ambao tumetembelea mradi wao wa ujenzi wa nyumba ya kupangisha, shamba la mazao wanalima pamba na maharage. Na tumeona kwa kweli baada ya kuwawezesha mkopo miaka 2 iliyopita wa milioni 10, wamepata faida kiasi kwamba wameweza kujieleza kwamba wameweza kusomesha watoto. Na awamu hii
wameomba mkopo mwingine, na kwa namna tulivyoona wanastahili kupewa ili kuendelea kuwainua wanawake kiuchumi. Na ukiwainua wanawake kiuchumi, wana uwezo wa kujitegemea, hivi hata vitendo vya kikatili vya kuonewa na jinsi nyingine vinapungua sana. Viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza wanaahidi kushirikiana na viongozi wengine wa idara tofauti kuhakikisha wanafikisha elimu kwa jamii ikiwemo masuala ya ukatili, wakati ofisi ya mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani imesisitiza mikopo ya 10% kuhakikisha inatumika kuongeza uzalishaji na kukuza uchumi kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Kufanya more than one activity katika visit zetu zitasaidia saving, ambayo saving yenyewe bado itabaki ndani ya idara humo kufanya activity nyingine. Tunajaribu kufanya cost control ili kwamba tuweze kupata saving kwa kufanya activity nyingine. Ofisi zetu nimeziona, mnajitahidi, na naamini kama nilivyoahidi, msisite, usafiri mtapata, na activity yenu mtapata. Lazima tunawapatia wao, msipate shida katika level hiyo. Kupitia mikopo hii tunakwenda kujiimarisha sasa. Pengine tulikuwa na ndoto ya kutaka kupata mafanikio makubwa katika shughuli zetu ndogo ndogo, lakini tulikwama kwa sababu hatukuwa na mitaji na hatukuwa na sifa ya kwenda kukopa benki. Lakini sasa serikali yetu ikasema hapana, tutawawezeshaje wanawake, tutawawezeshaje vijana na wanawake. Kwa kupitia sensa iliyopita, wanawake ndio wengi katika nchi yetu, kwa hiyo lazima tuwawezeshe wanawake, lazima tuwainue wanawake kwa sababu ndio wengi. Wanawake ndio walezi wa watoto wetu kwa sehemu kubwa katika familia zetu. Kwa upande wa wataalamu wetu ambao wameletwa na serikali, hebu endeleeni kusimamia na kutoa ushauri katika vikundi hivi. Msiwaache, muendelee kuwalea, muendelee kuwapa mwongozo mzuri ili waweze kufanya vizuri. Kesho ni siku. Kwa pamoja tunaweza kujenga kizazi bora na chenye amani na mshikamano.